mimi pamoja na nyinyi kuchukua azari na kubadilika kuishi kimabavu hakutakiwi tena. Mambo matatu mwanaume asimshinde kwa mkewe, na mwanzo ulimi wake usimshinde. Ulimi ni kinyama kidogo sana katika mwili, lakini madhara inafikia 100. Ulimi unasuluhisha, unafafanisha, unahuzunisha na unafurahisha. Hata ndoa ukiona imesimama vizuri, ni kiungo, silaha ya ulimi ukiitumia vizuri tu kwa mkeo. Wanawake wameumbwa kujazwa, jaze kidogo mke wako. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunaita Aisha, lakini yeye ile ya tasnifa alikuwa akiiua kabisa. Alikuwa akaita ya Aish kumaanisha mapenzi, na baadaye akampa jina lake alolitunga mwenyewe tu, Umaira. Akawa anamuita Umaira, cheupe dawa. Kwa hiyo na wewe mkeo utafutie majina mazuri, lakini kubwa zaidi tujue ni amana. Hizi ni amana Allah katupa. Kwa hiyo tukiwatumia vizuri wanawake tutapata kheri. Na leo changamoto kubwa, tunaacha sana wanaume, tunaacha bila mpango. Mtu kashaacha wanaume 6-7, na pengine ndo shehe lako, mwalimu wako. Inasikitisha, inauma. Kwa hiyo tusiwajeruhi, tusiwaumize wanawake, tuwabembeleze. Mimi nakumbuka nilikuwa maskini alopitiliza, lakini kwa udaruweshi wangu nikasema hapana, huyo Allah ashindwe kunilisha mimi pamoja na mke wangu, atakuwa Allah gani? Sheikh, najua si mambo yako Sheikh Kasim, lakini naomba upite mbele nikusema hivi nikakumbuka jambo. Njoo kidogo Sheikh Kasim, watu wakuone, mtoe japo salamu, niwaambie kitu Waislamu. Karibu Sheikh wetu hapa, karibu hapa, usimame kidogo, usimama tu, angalau salamu yako kwanza watu waisikie. Wewe mwelezee kidogo afukae Sheikh Kasim. Waislamu, huyu bwana ni mujahid kabisa. Katika maisha yangu sijaona mtu mwema kama wewe. Nilitoka mimi hapa Dar es Salaam, nikaenda Singida, nikafikia msikitini. Nilipofikia msikitini sina mwenyeji. Huyu bwana, waumini wote wakaswali wakaondoka, yeye akanifuata. Ndio rafiki wetu ulianza. Sheikh, vipi? Nakamwambia hakuna wasiwasi, ipo itikafu. Ambia hapana, huwezi kulala msikitini, naomba twende nyumbani kwangu. Nikatoka nyumbani kwake, nikatoka msikitini nikaenda kwake. Nilipofika pale kwake, tukawa tunaishi pale. Wakati naishi pale, nikawa namwambia nimekuja kuoa. Basi pumzika Sheikh Kasim. Wakati namwambia nimekuja kuoa, yuko na mkewe, lakini sina chochote, hiyo nauli ya kwenda Dar es Salaam sina, lakini mimi nimetoka Dar na sababu zangu nakuja kuoa. Huyo bwana chai ya asubuhi anahangaika, na kipindi hicho mambo yake si mazuri, anakopa, ananyang'anya, tena alinichukulia pasaka mashaka. Siku hizo hela mahali hatuna, kanipeleka kuposa, sina chochote, mpaka naoa mikononi mwake. Kubwa zaidi,
wallahi simsahau yeye na mkewe, Mungu awazidishie. Siku hiyo asubuhi mke wake akanipigia pasi nguo zangu zote, leo naenda kuoa. Sheikh akatafuta alipokopa, anajua, ananiambia Sheikh Othman, bibi harusi andawea sketi juba ilitakiwa awe navyo, kwa hiyo tupeleke. Na siku nilipooa, enzi hizo nyumbani kuna kitanda hichi kimoja, Sheikh kaacha kitanda chake na mke wake, wallah akaja kukaa seple, akanipisha mimi na mke wangu. Sallu ala nabii. Umeshafahamu vizuri? Ananiambia kaishi naye, Allah atakupa Sheikh mweupe. Basi enzi hizo kazini kwangu napata 500 tu. Nikamwambia Sheikh, mimi kilichosababisha nije kuoa kwa sababu kwenye kuoa kuna nusura ya Allah, nitaishi naye kwa wema mke yule, Allah atanipa. Nilivyorudi kwenye kazi yangu ile, kila siku napata 500, kazi ile ile. Siku ya kwanza karudi na 50,000, siku ya pili na 100,000, baadaye na mapikipiki kadhaa, mpaka leo ni mwaka karibia 15 16. Umeona nusura ya ndoa. Na ninasema tunaweza tukakaa kwa uwezo wa Allah miaka 3 4, hata ile haijatokea baina yetu, na ananiombea Mungu kweli kweli. Hata sasa hivi nilipotoka kaniombea dua za mke zinasibu. Kwa hiyo pia miongoni mwa vitu vinavyotuvusha hawa watu wa nyuma hawa, tusiwapuuze. Wanaume wa sawa sawa ni mke wa kupende. Ndio maana unaambiwa ili mtu umjue ni Sheikh, sio kwa sababu aliposimama pale bwana, maana ulisikia umeona kimanga. Mcha Mungu ajulikane msikitini, ili mtu umjue yuko sawa, kamuulize mkewe, bwana huyu vipi? Anatukana kama nini huyu, akinuna mwezi mzima haachi hata hela ya kula, au umtia. Lakini ukifika kwa mke, mashaallah, muomeni kwa Allah mstiri, anajitahidi Sheikh, basi mimi hapa kuna mtu hapa, wama alaina illa albalagh. Samaki afundishi kuogelea. Sheikh Jafari njoo huko, ukifikiria tunakusafiri letu la Ijumaa. Karibu Sheikh Jafari. Na karibu Sheikh, nimeamka kwa ajili ya kukutengenezea